Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. So kuna DVJ Traveler na Sky. Welcome brother. So you know what, mimi ningependa kujua kwanza ngoma zako ambazo unazoziimba, kuna ma collabs ambazo unazoifanya au ni ngoma zako wewe mwenyewe binafsi? Mimi nafanya collab na pia na ngoma zangu mwenyewe ninazo. Yeah. Tungependa kwanza kutujue Sky ni nani kiufupi yani. Sky ni jina la kitaalamu zaidi, tuseme anga ndio Sky. Sky ni anga, so wanasema kwamba Sky ni anga. Na pia hiyo Sky nimeamua kulitumia kutokana na jinsi mfumo ambao tulitumia kwa family, kwa sababu kuna majina matatu ambaye ya familia ambaye kuna Shabani, umeona, kuna Karage na pia kuna hiyo Y nitumia kama Y ile, lakini Y ni jina la mdogo wangu wa mwisho, umeona. Yeah, of course. Mix majina wako. Yeah, of course. Alafu kaanza muziki lini? Alafu kwa nini tena mkajiwazia kuja Burundi kufanya major tour? Muziki nimeanza 2007. Yes, rasmi. Kwa sababu mimi muziki nimeanza kipindi niko bado mdogo, nilikuwa na ndoto za kuwa mwanamuziki, na pia hata tukiwa shuleni na kuwa yani na mzuka fulani tunachana pale tunapotoka mapumziko shuleni, uwanjani hivyo. Muziki ndio ulipoanzia. Una kipaji tunachana. Of course nikawa ni mtu ambaye napanda chati. Of course nikapenda industry film musician. Kwa nikajiendeleza, nikaona kipaji changu kipo, basi nikaamua kujiendeleza, na pia kwa watu ambao pembeni yangu of course wakaniona kwamba naweza, wakanipa company, wakanipush of course, kama hivi brother DVJ Traveler amenishika, tuko pembeni yangu, yani yuko pembeni yangu tuseme. Right. So there are you here Burundi, right? Una ngoma ambazo ulizozifanya wasanii wa Burundi au ni inakuwa major tu only there? Hii ni first time kuja Burundi, na pia nilikuwa natamani nifanye ngoma na wasanii wa Burundi, na pia ndio nimekuja sasa. Ni vitu chini ya carpet, hatupendi kuzungumza sana. Nafikiri watu ambao walikuwepo juzi Band Boy pale studio walikuwa wanaona ikiwa studio na nini. So ni mapema sana kuambia kwamba ni nani, lakini kwa sababu tumekuja na of course ni media tour, everything's going to be all right. Nimeja tour ngoma inaitwa ambaye amefanya yeye sasa hivi. Ngoma inaitwa na Musingia. Of course ni na Musingia. Is not Swahili this one? Namsengea, what does it mean? Namsengea. Namsengea. Of course. Yeah, of course. Sasa maana halisi ya jina la nyimbo, kwa sababu yeye ni mtunzi, akwambie maana yake ni ipi. Maana yake mimi as a manager you just unaleta ngoma, mimi naangalia naona mkali, okay, let's push it. Lakini maana ya jina na neno yeye kwa sababu ni mtunzi, hebu atuambie, hebu tumuulize atu. Namsengea maana yake nini bro? Namusingia ni jina la Kinyaturu, na pia ni lugha ya Kinyaturu. Kinyaturu maana yake ni kabila ya kule Tanzania. Ya Tanzania. Of course ni kabila hilo linapatikana mkoa wa Singida, karibu na mkoa wa Dodoma. Hiyo namusingia nilitumia kwa kilugha chetu. Namusingia ni kama kumpokea mwanamke au kumpokea mtu yoyote aliyoko mbele yako, iwe jinsia tofauti, lakini huwa inatumika sana kwa upande wa kike, wakina kwa jinsia kama mpenzi, labda baby zile, au hata mzazi. Namusingia yani kitu fulani, yani ni namo nchana musengea. Hiyo nimetumia ni msichana. Muncha ni msichana. Muncha au musungu. Hiyo kuna lugha ngapi Tanzania? Kuna lugha ngapi? Yani kwamba kwa sababu wasanii wengi wanatumia yani lugha ambazo hatuelewi. Hasa wasanii wa WCB, wasanii wengi sana wa Tanzania. Hivyo watumia mtindo wa kutumia lugha za hatuelewi. Inakuwaje tena? Unajua sanaa ni umbo lililosanifiwa, likasanifika lenye kuleta maana katika jamii. Lakini umbo lililosanifiwa maana yake linasanifishwa na au msanii mwenyewe analisanifisha, analipeleka kwa jamii. Kwa hiyo haina mantiki ya sanaa ukaambiwa kila kitu tu kwamba bana hii ni shati.
Mfano, naweza nikasema sasa hivi bwana naomba mbuzi. Nikawa naimba tu mbuzi, amenipa mbuzi. Unaweza kujua mbuzi mnyama au mbuzi kifaa cha kukunia nazi. Kumbe nyingine mbuzi ambao kumbe mimi naweza kusema mbuzi wao unajua ni mbuzi yule nyama. Kumbe mimi namaanisha kile kifaa kwamba leta mbuzi tumkune nazi. Umeshaelewa? Kwa hiyo sanaa ya kutumia maneno ambayo yanakuwa sio sadifu sana kwa jamii ni kudhihirisha wazi kwamba sanaa ina ukomavu, alafu imekomaa. Ina maana mtu yoyote anaelewa upawa na uwezo wa fikra zako kwamba ni kipi umeamua kufikiria kuleta kitu kwa hadhira. Ina maana hadhira inapokea kitu ambacho yenyewe inaanza kutumia muda ukidadavua. Usiambiwe tu vitu virahisi tu ukao unaona tu kila kitu ni kichepesi. No, tunatakiwa twende huko. Mfano nitolee kitu kimoja. Zamani wakati bado hatujapevuka kwenye akili ya kwenda kuchambua Kiingereza chenye slang na Kiingereza hicho cha kawaida, ulikuwa unasikia tu kina Lil Wayne, kina nani wanaimba tu huko. Move up, get out the way, get out the. Watu kwa tujui watu wana, lakini mtu unacheza tu unaruka, unabanjuka, lakini ukiambiwa unachokicheza unakijua, ni kwamba ukijui. So yeah, ile ndo sanaa inayotakiwa kwamba wakati mwingine na utumie ubongo wako kuona kwamba je akikuimani ni ku translate just ni kutoa message na kutoa message, right? So unatoa message afu watu ambao wanapokea message na kutana hawaelewi. Yeah. Sasa sanaa inatakikana kwamba tunasema mara nyingine kuna ndani ya sanaa kuna sentensi ambazo ni tungo tata. Yaani zinakuwa zina maana zaidi ya moja ama mbili. Kwa hiyo mimi nikikuletea kwako wewe ukapeleka kwenye maana ambayo wewe unataka kupeleka, is true kwa sababu umeipeleka wewe. Na mimi nikileta kwangu utaipeleka kwenye maana ninayotaka mimi, nitaelewa ninachotaka mimi, it's true. That is sanaa. Hivyo ndio ambavyo inatakiwa kuwa. Kwamba sio wote tufikirie tu kitu kimoja kwamba sasa hivi nitaimba mvua, nitaimba mvua kwa ajili ya mavuno, na wakati mwingine nitaimba mvua kwa sababu inatakiwa inyeshe, iweze kutoa vumbi la ardhi, watu tupite vizuri, viatu visichafuke. Right, so tunaliki na invité Kifaransa kile. Yeah. Invité. You know bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Comment ça va? Ça va? You know what? Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Ninyi ambao actually mmepata nafasi ya kuweza, unajua hizi nchi mfano kama Rwanda, Burundi, Kongo walitawaliwa na Mfaransa Mfaransa. Wana hiyo opportunity ya kuweza kuelewa Kifaransa zaidi tofauti na Tanzania. Sisi Tanzania, Kenya, Kiingereza sisi ni wazee wa language sana. Maana sisi ni talkative. Sisi mpaka kuna kitu chemuuliza Finzo nikamwambia why are you a Bantu boy? Why it's Bantu boy? Have Bantu ni wale mabantu wa kizamani. Unajua hata Kiswahili ni Bantus. Kiswahili kimetoka kwenye chimbuko la mabantu. Kwa sisi we are so Bantus. So ukiniambia bonjour, najua kama ça va bien. Yaani hapo ndio unamalizia tu hapa. Na lumite. Lumite. Lumite ndio nini sasa? Lumite nimekuta jamani, naambia lumite ni nini salio. Naambia emite. Guys. Na you know acha nikuulize kwanza kwa sababu hapa huyo anaelewa sana muziki sana kwa sababu ni DJ. Alafu DJ mwenyewe anakutana iko yani iko kila fast kila anga yani. Kwa sababu kama uko DJ yako kila anga ujue pale una loss, right? So kiweki nafsi yako muziki wa Burundi yani unaona muziki uko aje, unaona aje, unachukuliaje? Mimi kiukweli muziki wa Burundi yani kiukweli kwamba unanitia mashaka kidogo kwa sababu naona nyimbo kama 2 tu zinapigwa za wasanii wa Bantu Boy. Sasa sijasikiza. Zinapigwa Tanzania au zinapigwa kwa Burundi? Kwa Tanzania zinapigwa vizuri kwa sababu huyu mwenyewe ndo DJ ndo yuko uskani. Kwambia hapa lazima asongeshe mambo kwa sababu ndo DJ tuseme DVJ wa kwanza kupromote ngoma za Burundi. Umeona? Ngoma za kina DVJ, kina nani hao mbalimbali Bantu Boy wote tuseme, na kuna nyimbo za nani msanii gani Bantu Boy Black G. Yeah, Black G. Ngoma zake naisikia kwa sababu yeye akiwa uskani pale lazima agonge hizo ngoma sana tu, anawapromote sana. Hata wakija TZ jina lipo kabisa. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.